kilichofanyika ni shutuma, sio uchambuzi. Uchambuzi ni ule ambao sisi tumekuwa pia tukishiriki hiyo midahalo mbalimbali. Mimi nimekuwa nikipiga simu kwenye redio mbalimbali, nikipigiwa simu na waandishi mbalimbali, nimekuwa mkinihoji, timu imeshuka uwezo, tumekosea kusajili, sio kocha hivi. Hizo ni opinion za mpira ambazo tumekuwa mara nyingi tukijaribu kutoa ufafanuzi wake kwamba tunashuka uwezo, tuna uwezo wa kushinda, kocha yuko hapa. Hizo ni opinion za football ambazo Club Young Africans haijawahi kumdhibiti mchambuzi kuzitoa. Ni sehemu ya mpira kabisa. Japokuwa watu wanavuka hiyo mipaka sasa hivi, lakini hatujawahi kucross hiyo line ya kuweza kugombana na mchambuzi, kugombana na mwandishi anapotoa maoni. Kwa mfano mimi toka nimeanza kazi, mwandishi pekee ambaye nimewahi kukwaru naye public ni mwandishi mmoja tu, yuko Azam Media. Jina lake sitalitaja hapa. Peke yake nimewahi hata kupost kwenye page yangu ya Instagram nikimuattack kwa kumuelewesha wapi amekosea. Ndio maana nasema kwa inapokuja kwenye swala la analysis, swala la opinion, sisi we have got no problem na mtu anatoa maoni. Sasa nimesema timu yetu imeshuka uwezo hapa, na hakuna ambaye ametaka kuwashtaki, sijui kupiga kelele. Wana Yanga walikuwa mnajibizana nao kwenye mitandao. Nimesema kwamba wachezaji wa Yanga ni wazee, tumekosea kusajili, kocha mbovu. Hakuna hata mwana Yanga mmoja ambaye aliumia kwenye lengo la kuhisi kwamba umeifedhesha club kwa maana ya kuidhalilisha. Lakini ilikuwa ni mjadala ambayo tunaweza kusoma viongozi tukaijibia. Lakini sasa unapotoa shutuma kama hizo ambazo zimezungumzwa, huo sasa sio uchambuzi. Pole bwana. Huo sio uchambuzi. Na hauwezi kuwa uchambuzi ambao una shutuma. Kwa hiyo nikiri tumepokea message nyingi na maoni mengi kutoka kwa mashabiki wetu. Na jambo hili hapa lilipofika sasa hivi ni jambo ambalo tunaliendea sasa kwenye sheria. Tunaliendea kwenye sheria. Jambo moja la uhakika la kuwaambia mashabiki na wanachama wa Club Young Africans, hili jambo halitapita tu hivi hivi. Hili jambo halitapita hivi hivi. Ni jambo ambalo mbele yake kuna shutuma ambazo mchambuzi huyo na wachambuzi tume-identify wachambuzi wawili mpaka watatu kwenye hili jambo. Majina yao sitawataja hapa kwa sababu tayari jambo hili tumeshaanza kulifile kwenye mlengo wa kisheria. Na huyo mmoja ambaye umemsema hapa, Oruma, yeye ameweza kwenda mbali, amesema alikuwa na taarifa nyingi. Kwa hiyo sisi kama club tunataka pia hizo taarifa kwa faida ya wanachama wetu na wadau wa football. Hizo taarifa pia aweze kushare na wenye mamlaka, aweze kushare na taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia, zinaongoza mpira wetu, lakini pia na sheria mbalimbali za taifa letu. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetuumiza sana, kila mwana Yanga ameumizwa nalo. Ni jambo ambalo limetukwaza, niseme kwa lugha hiyo, limetukwaza sana na hatutalifumbia macho. Sasa kwenye kuliendea hili jambo, hatutaki kuchambana kwenye mitandao. Kwa mtu ametushutumu sisi na sisi tuanze kuchambana naye kwenye matandao ya Instagram, tuonyeshe kwamba tumeumizwa. Hili jambo tunaliendea kisheria kwa sababu tayari ameshatoa shutuma, na sisi kama taasisi umeshaishutumu, ni lazima nasisitiza jambo hili tunaliendea kisheria ili tupate kuelewa shutuma zake amezilenga kwa eneo lipi na aweze kudhibitisha. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, jana niliandika na narudia kuwaomba hapa, jambo hili viongozi wako nalo, tunaye mkurugenzi wa sheria na tumeunda pia kamati maalum. Tumeunda pia kamati maalum, jopo la wanasheria zaidi ya 7 kwa ajili ya kudili na hili jambo. Sio jambo ambalo tumelichukulia kikawaida. Tuko very serious kwenye hili jambo, na kuanzia kesho inshallah Jumatatu mtaanza kuona action zikianza kuchukuliwa kwenye hili jambo. Sio jambo ambalo tumelichukulia poa hata kidogo. Limekwenda kutanish image, heshima na utu ule wa klabu yetu Young Africans. Sisi tunafanya kazi na mataasisi mbalimbali, makampuni mbalimbali. Viongozi wetu wanaheshimika kwenye jamii, wanafanya kazi na mataasisi mbalimbali. Mimi pia ni balozi wa makampuni mbalimbali. Kwa hiyo unapotanish taasisi Young Africans, maana yake unatanish umma kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo ambalo we are very serious, na niwaombe wana Yanga tutulie. Tukipost, tukitukana, tukifanyaje kwa mitandao ya kijamii, huko sio. Yaani kwa mfano mimi naweza hapa saa hizi nikachukua simu yangu nikaanza kumshambulia mzee wa Jambia.
nikaanza kushambulia waandishi wengine ambao wamezungumza hizo shutuma, lakini in real sense hamna nitachoweza kusaidia, kwa sababu jambo hili ni shutuma na lazima twende kwenye mlengo wa sheria. Nikionyesha mimi ni bingwa wa kutype mtandaoni, mimi ni bingwa wa kuandika, mimi ni bingwa wa kuzungumza, kubishana mtandaoni, kwenye jambo hili nitakuwa nakosea. Na ndio maana Waswahili wanasema miruzi kishakuwa mingi, mbwa anafanyaje? Anapotea. Sisi hataki kumpoteza mtu kwenye hili jambo. Shutuma imetoka na tunaliendea kwenye mlengo wa kisheria mpaka mwisho wake. Tukiwa na miruzi mingi tukaanza kupiga kelele nyingi, tutapoteza na focus itahama. Mmeshaleta demand hii kwa viongozi na tumeipokea na tumeshafanya hatua za kuchukuliwa. Sisi sasa hivi tuna jopo la wataalamu wa sheria ambao hivi karibuni mmeona walishinda kesi wakiwa ofisini. Tuna watu ambao wamekamilika sasa hivi kwenye professional sheria. Ilikuwa ndo kesi yao ya kwanza hiyo. Ya kwanza wameshinda tena wakiwa ofisini. Kwa hiyo hii naamini inshallah tuwape muda. Unajua unapotaka kumkamata mtu, mkamate mtu kweli kweli. Ukikurupuka na mambo ya kisheria ndio unakurupuka, una file kesi, baadaye anakwenda kutushinda yule mtu. Akitushinda ni fedheha nyingine. Ndio maana tumetengeneza watu maalum kwa ajili ya kuliendea hili jambo kisheria. Sasa hivi sisi Yanga tunamuona kama mtuhumiwa, si ndio? Lakini sheria ndio itakuja kuthibitisha alimtumiwa kwa kosa lipi. Kwa hiyo tuache wataalamu wetu, na nimewaambia wamefanya kazi weekend yote hii, wamepata zile clip zote, wamepata kipindi chote, na siku ya kesho panapojaliwa Mwenyezi Mungu mtaanza kuona action zikichukuliwa. Na jambo hili niwape tu siri, sio kwamba limeumiza tu klabu ya Young Africans, limeumiza pia mpira. Kwa hiyo kuna hatua nyingine, kuna wadau wengine pia watazichukua ambao sio Yanga, ambao wamewasiliana na sisi na wamesema wanataka kuchukua hatua kuanzia kesho. Kwa hiyo kuanzia kesho inshallah, na nimesema sio tu huyo mmoja ambaye umenitajia hapa, nani? Wilson Oluma. Yes, wako vijana 2 mpaka 3 ambao wamewekwa kwenye mstari huo na wanakuwa na jicho la kisheria na watatafutwa na watakwenda kuthibitisha. Yaani hili jambo nataka niwahakikishie ndugu zangu, na nawapa assignment. Hili jambo halitapotea tu kama jua linavyopotea ikifika saa 12 jioni.